na wewe kama rafiki yangu, na shida na wewe, tuzungumze. Kwa naenda nimevaa nguo ya ajabu ambayo inaonyesha karibu nusu uchi. Lakini mwanaume wapi? Tunaongea tu kama mashikaji, yani kama mtu na mwanaume mwenzie. Sasa mimi nikana shanga. Mbona huyu ategeki? Najaribu kukaa mitindo yote. Mtu ategeki. Najaribu kusogea. Wapi? Kwa nikaona hapa kuna kitu hapa. Ikabidi sasa nitafute ufumbuzi. Tatizo linaanzia wapi? Liko wapi? Tatizo gani? Mimi mwanamke kabisa mzuri hivi nakoseje mwanaume kwa mfano? Yaani mimi tangia nimezaliwa sijaguswa. Ilikuwa inaniuma sana. Ulikuwa unasali? Ndio, nilikuwa nasali. Sasa vipi hata kanisani kuchumbiwa au pengine kuombewa, labda kuna tatizo ambalo lilikuwepo? Wamejaribu kuniombea sana, sasa sielewi kama ndo huyu aliyeniroga na nguvu sana au wanaoniombea hawana imani, sijajua. Maana nilijaribu kwenda na kuambia wachungaji kwamba mimi nina tatizo hili na hili. Spendwi na vijana. Spendwi. Na mimi natafuta mtu wa kunioa labda humu kanisani, uenda labda mnitafutie. Kila mtu nasikia anakataa. Mimi siwezi kuoa. Bila sababu tu mimi siwezi kuoa. Sasa wanaume wote waweza kawa na muiga mtu mmoja kama mimi siwezi kufanya hivi, mimi siwezi kufanya hivi. Basi nikaona huko nimechoka sasa, sioni mafanikio. Kabisa sasa nitafute njia nyingine sasa. Baada nikajikaki mwenyewe, sikuuliza, sikufanya nini. Nikatafuta mtaalamu mimi mwenyewe. Mganga. Nikatafuta mganga nikamkuta. Mganga mwenyewe akai hapa. Unajua waganga wanavyojifichaga. Nilimtafuta bara. Sikuogopa kutumia gharama kwa sababu nina shida, najua nina shida na kitu fulani. Nikafika kwa huyo mganga, nikamuelezea matatizo yangu. Kaniambia ni hata ikuwa na haja ya kunielezea, mimi najua kila kitu kukuhusu. Mganga alitambua kabla ya kila kitu na alinisimulia yeye mwenyewe. Ulikuwa unafanya hivi. Mwenyewe nikashangaa, nikamwambia ndio. waganga wa kweli. Hao ndo nao wataka na mimi, mtu ambaye anajua tatizo lako kabla hata hujamwambia. Sio mganga unafika, unaanza kueleza, unaeleza hadi vinukta, unaeleza na penye bado hakuelewi. Yule alinielewa haraka sana. Sasa iko na haja hata ya kuja. Ulivyoingia tu hapa nilikuona. Nikagundua wewe una tatizo. Kuna kitu nilikiona. Ndio mganga, sasa mimi na tatizo gani? Akaniambia wewe kuna mtu amekuroga. Amekuchezea. Na ameshaichukua nyota yako, ndo anayotembelea ni yeye, ndo anapendwa na ni mwanamke mwenzangu. Sasa sielewi, mimi sijamfanyia kisa namna niliyegombana naye wala kumchukulia bwanae. Sasa amechukua nyota kwa sababu gani sasa? Mimi mganga alishoniambia, akaniambia mimi nilikuwa naonekana nina nyota ya kupata mabwana tena wenye hela. Inaonekana maisha yangu mimi yangebadilika. Sasa aliyechukua nyota vipi? Naye ana mafanikio kwamba amependwa sana mimi. Aliniambia na alinitajia jina na ni rafiki yangu wa karibu sana na sikuamini. Nilimbishia hata mganga niambia mimi ndo. Yaani kashauri tena mtu mwenyewe aliolewa naye ni ana hela chafu. Wengine ungeolewa naye. Huyo mwanaume anaonekana ningeolewa naye mimi. Sasa yeye inaonekana hii nyota nilionayo mimi ndo aliyokuwa nayo yeye. Kwa ilibidi anizungukie kwa wataalamu, aninyooshe ili hiyo nyota ichukue yeye. Kwa akaniambia hivyo, mimi nikajua na rafiki yangu ameolewa ni mume wake ana hela mbaya. Yaani ana hela chafu. Kwanza tu nyumba anayoishi. Mimi lakini nikambishia, akaniambia huyo ndo rafiki yako aliyechukulia hiyo nyota yako. Wewe ulikuwa na bahati sana. Ndio maana mpaka saizi umeaiguswa na mwanaume. Naambia sijawahi. Anambia na uwezi kuja kuguswa, bora umekuja, usingekuja. Yaani ungekufa hivyo hivyo. Kwa nikamwambia sasa unanisaidiaje? Mimi ndo na tatizo hilo. Akaniambia sasa tatizo lako ni kubwa. Na mganga aliyemwendea yeye ni mzito kuliko hata yeye. Kwa hapo ndakusaidia, ninajifanya yani nakusaidia ni ile najitoa kabisa mimi. Anajisacrifice. Najitoa mimi kabisa kwa sababu hilo tatizo nikampata mazito. Tatizo kubwa. Unajua waganga wakionana tena nguvu zao. Waganga kwa waganga kuharibiana kazi. Sasa mimi najitoa hapa. Kwa ujipange, mimi najitoa kwa ajili yako. Yaani anazungumzia ujipange kwenye pesa. Kwenye pesa nijipange kwenye hela. Maana kazi anayoenda kufanya ni ngumu. Nina maana naenda kushindana na huyo mganga mwenzi. Japo kwa msema amemzidi. Mimi nikamwambia tu nashukuru. Nisaidie, mimi nitafanya vyovyote. Hela nitakupa. Kwa hiyo ikabidi kwanza anipe sharti. Akaniambia wewe si hujaiguswa, naambia ndio.
Akachukua kuna kanani kambwa kadogo kamtoa kuzaliwa. Akanipa kale kambwa. Amekaona kakambwa ni kadume. Kaambia ndio sana fanya nako nini akakambwa. Nenda nako kwako. Kalishe kadogo sana, kalishe. Yaani kahudumie vizuri kama mwanaume unavyomhudumia. Hapo nikaanza Mungu wangu. Maisha tena kufuga mbwa. Afumba mwenyewe umhudumie kama mwanaume. Sasa mganga kambwa aka ni kadogo na kahudumieje? Afu huduma gani unazozisemea wewe? Nimesema huduma unazomhudumia. Mwanaume unamhudumia huduma gani? Sana nampikia, namfulia, akitaka mambo fulani nampa. Hizo huduma. Kampe. Sasa mbwa unajua kabisa sehemu zake nyeti ziko mbali sana. Hiyo huduma nyingine nampaje? Akaambia wewe utajua utakavyofanya. Ila kama hudumie yeye tu ina maana sijui sasa yule mbwa atamfanyaje huduma hiyo atanipa yeye. Sema mimi kujamani kambwa ni kadogo sana kale. Sidhani kama hata uume wake ule unaweza kanigusa mimi. Sidhani. Ni kadogo. Akasema kama uwezi basi kaa hivyo hivyo. Kwa sababu nina shida jamani, kasa naomba hivyo.